Habari zenu. Leo nakwenda kuwaletea aina za visa zinazopatikana nchini Canada. Kwa hiyo sikiliza mwanzo mpaka mwisho ujue ni aina gani za visa zinazopatikana nchini Canada. Kwanza kabla ya kusikiliza, subscribe hapo chini kisha bonyeza alama ya kengele na kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Share, like, comment. Share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Ujue ni aina gani za visa zinazopatikana Canada. Kwa ufuatana na mimi mwanzo mpaka mwisho. Aina za visa zinazopatikana Canada, aina kuu ya visa ambayo hii visa ndo common inayotumika kwa watu wengi ni visiting visa. Hii ni visa ya wageni, yani visa ya matembezi. Visa ambayo inatumika kwa kila mtu na wengi wanapenda kuitumia sana hii visa. Na hii visa inaombwa kwa mtu yoyote unayekwenda kutembea kwa muda mfupi, na visa hii unapewa ndani ya miezi 6. Yaani utapewa visa, utagongewa visa miezi 6. Na pia Canada wana utaratibu mmoja. Kama passport yako, kwa mfano passport ya Tanzania ina expire ndani ya miaka 10. Kwa hiyo visa passport yako kama ina miaka imetumika labda miaka 5 au 4, imebaki miaka 6, utagongewa hapa Tanzania visa ya miaka 6. Ukifika kule Canada utabadilishiwa, utapewa visa ya miezi 6. Na visa yako ikishaisha uta-apply tena. Kwa hiyo kama unataka kuendelea kuishi pale uta-apply. Kwa hiyo ndio hii visa, visiting visa kwa wale wanaokwenda kutembea, yani visa matembezi. Aina ya pili ya visa ni visa ya masomo. Yani student permit. Kama mtu unaenda ku-apply kimasomo, watu wengi wanatumia hii visa. Na utaratibu wa Canada, kama unaenda kimasomo, unatafuta chuo ukiwa huku, labda uko nchini kwako kama Tanzania, unatafuta chuo, uta-apply na utalipia ada kule. Ukikosa visa, sio kwamba kila mtu anayeenda kimasomo anapewa visa, hapana. Una-apply chuo kule, ukishapewa chuo, ukishapata chuo, unalipia ada ya mwaka mzima. Ukikosa visa, unaanza tena utaratibu wa kuomba chuo wa kurudishia ada yako. Huo ndio utaratibu wa Canada. Wanajua watu wengi wanapenda kuzamia kule kwa kisingizio cha masomo kwamba ukifika ndio unaenda kutafuta chuo, hapana. Utalipia ada ukiwa nchini kwako, kisha ukishalipia ada ukipata chuo, ukikosa visa utaanza kuomba utaratibu wa kurudishiwa ada yako. Visa nyingine ni visa ya biashara. Kwa wale wanaokwenda kufanya biashara, wanaomba hii visa. Kwa mfano wale wafanya biashara wakubwa wanaotaka kufanya kibiashara kule, wanaomba hii visa ya biashara. Na visa nyingine ni visa ya work visa. Yaani hii visa ni visa ambayo una apply online. Nilishaelezea kwa ku-apply kazi kama job bank, pale kuna kazi za aina nyingi. Kwa hiyo uta-apply kazi ndio utapata hii visa. Kumbuke nilisema visa hii unapewa visa mwaka mmoja, na ukishafika kule huyo mwajiri aliyokuajiri uruhusiwi kwenda kufanya kazi sehemu yoyote mpaka kibali chako kiisha kwa hiyo mwajiri aliyokuajiri. Sio kama Tanzania ukifanya kazi hapa unahamahama, unasema hapa nimeshindwa na hamia sehemu nyingine, hapana. Kule hairuhusiwi. Na kule watu wanaishi kwa vibali maalum. Utaomba kazi ya mwaka mmoja, hii visa ya work visa ya mwaka mmoja. Ukishapewa hii visa, kibali chako kikiisha ndio utaruhusiwa kuomba kazi sehemu nyingine. Na ukumbuke ni visa ya mwaka mmoja hii wanatoa, na kazi zipo nyingi, una apply. Ukishapewa kazi utaruhusiwa kufanya ndani ya mwaka mmoja, kisha ikishaisha unaruhusiwa kwenda kutafuta kazi sehemu yoyote ile unayotaka wewe. Nafikiri mmenielewa. Hizi ndo aina za visa zinazopatikana Canada. Usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele. Share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vingine. Asante.